Asante sana wandugu, leo na mada nzuri tena nataka tuiongelee. Mada ya leo ni kwamba kuna kijana mmoja ambaye alikuwa mwanafunzi. Basi wenzake siku moja wakamuita, wakawa wanaongea, wakamwambia, bwana, katika kijiji hapa sisi maisha ni magumu, tujipange twende nje, twende tunatafuta maisha. Yule kijana akawaambia, mimi sina nauli, sijui naweza nikatoa pesa wapi za kwenda. Wale wenzake akamwambia kwamba jipange bwana. Basi yule kijana alienda nyumbani. Alivyofika nyumbani akafikiria kwamba bwana, sisi tuna uwanja mkubwa. Huu uwanja mtu hawezi kuuza kweli nipate pesa za nauli za kwenda na tafuta maisha. Basi ilikuwa siku moja akaenda kutafuta watu. Akapata watu wa kununua ule uwanja, akauza uwanja pasina kumwambia baba wala mama. Kijana akapata pesa akaondoka. Basi alivyoondoka, baada ya muda ama siku ngapi, wale walionunua uwanja walikuja pale nyumbani. Wakamtoa mzee na mke wake wote, wakaondolewa na ndugu zake wengine. Yule mzee alienda anahangaika kabisa. Yule kijana alipokwenda huko baada ya miaka 3-4, basi siku moja akachukua simu akapigia wenzake waliobakia kule kijijini. Wale wenzake akamwambia, bwana, baba yako aliondoka pale kwenu na hivi anahangaika sana huko. Yule kijana alichokifanya, alitafuta pesa akatumia wale marafiki zake wale, wakanunua uwanja mwingine na wakajenga nyumba nzuri sana. Baada ya kumaliza kujenga nyumba, yule bwana akawaambia kwamba nendeni mnatafuta baba na mama na ndugu zangu muwalete katika nyumba hiyo. Basi walienda wakapata baba na mama huko walipokuwa wanahangaika, wakawaleta. Yule mzee aliuliza kipindi wanampeleka, akauliza, mnanipeleka wapi? Wale vijana walimwambia mzee, leo tunataka tukutoe nje kwanza ukaone nje nini na nini. Yaani hawakuwa wazi sana kwake, kwa sababu hawakutaka kumwambia nini kinachoenda kutokea kule. Basi mzee walienda na yeye. Walivyofika kule akaingizwa kwenye nyumba kubwa sana, nzuri, imependeza, kila kitu kimo ndani. Yule mzee alikaa siku ya kwanza pale, siku ya pili, basi siku ya tatu wale vijana wakamwambia mzee, kuna neno nataka tuongee. Mzee akauliza, kuna neno gani tena? Akasema, mzee, kuna maneno nataka tuongee tu. Basi wakakaa. Walivyokaa chini, wale vijana walitoa picha wakamwonyesha yule mzee. Mzee, unajua huyu kijana? Yule mzee akasema, mbona huyu kijana anataka kufanana mtoto wangu? Wale vijana wakamwambia, ndio, ni yule kijana wako ambao yuko mbali sana. Wakamtajia mpaka hii nchi ambao kijana yuko anaishi. Baada ya hapo wakamwambia, mzee, tumekuleta hapa na hii nyumba unayoiona hapa ni kijana yako anayeishi huko, ndio alikujengea nyumba hii, na karatasi hizi za nyumba wakampa. Yule mzee alipata msuko wa moyo, akaanguka chini. Mama alianza kulia, maana ni kitu ambacho hawakutegemea. Baada ya hapo wakawasaidia pale, wakapewa kila kitu. Wale vijana wakaondoka, baba na mama wakabaki na ndugu zao wengine wakabaki katika ile nyumba. Kama ni wewe, yule mzee asingechukua ile nyumba ama namna gani? Je, yule kijana alifanya vibaya kuuza ule uwanja ili apate nauli ya kwenda huko kwenda natafuta maisha? Yule mzee angefanya kitu gani kwa hali ambayo alikuwa nayo na amefikishwa mahali kama yale? Toa maoni yako na uandike comment. Asante sana.